Kwa nguo kali, viatu vya kike na vya kiume, fika Sinza madukani au Tandika. Duka linaitwa Usiende Kariakoo. Pia wanapatikana Dodoma pale Uhindini, Mwanza maeneo ya Dampo, Arusha pale stendi, pamoja na Morogoro. Au wapigie simu namba 0762 29 91 11. Usiende Kariakoo, mkombozi wa wanyonge. Kizazi jeuri, wao ni watu wazuri. Loki nene, sio? Back them days kuna kundi ambalo lilikuwa linaitwa Polo Club, na mmoja wapo ya mshikaji ambaye alikuwa anaunda ile kundi ni Lawrence. Ilipofika mwaka 2009, kundi lilibadilishwa jina, na mshikaji ambaye alibadilisha ile kundi alikuwa anaitwa Quavo, na lilipeleka ile jina likali linaitwa Migos, right? Ndio akaamua kuchukua washikaji ambaye ni Take Off pamoja na Offset. Hao wote ni ndugu, na ilikuwa ni mwaka 2009 ndio likaanzishwa jina la Migos na kundi likali linaitwa Migos. Washikaji wengi sana zamani walikuwa wanapenda sana kudub. Style ya kudub ilianzishwa na kundi la Migos. Asante kwamba kila siku unaifuatilia Now You Know kupitia Instagram yangu, at the same time pia kwenye YouTube. Asante kwamba tayari utakuwa umesha subscribe, right? Natumia Jonijoi, inasomeka JONIJ, alafu inakuwa na O3. Leo kwenye Now You Know niko na Young Dar es Salaam. Inakuwaje bro? Uko poa? Nice mzee. Karibu sana kwenye Now You Know. Mimi waga naanzaga chini kwanza mzee, kwenye mguu. Mguu wenyewe. Nataka nijue bei yako ya mwisho kunuaga viatu inakuwaga ni shilingi ngapi? Inategemea na kwa nini nanunua hicho kiatu. So kwa mfano kama unavyoona hichi nimevaa, hii ni setup ya mwanangu Q-Boy kama kanichezea. Anahakikisha mwanae sti huruma nini kwa ananipangiliaga vitu vyenyewe na mwachiaga hii kazi. Ujumbe gani ambao unataka kutupa kupitia t-shirt ambayo umeivaa leo? You only live once, unajua. Yeah, sure. Yeah, so basically unachotakiwa kufanya to the fullest. Okay. Ukijisikia kama wewe ni mtu wa kuvaa tu, jilipue. Kama ukijisikia unalipuka, si? Yeah, fanya kitu to the fullest. Yeah. Okay, nice. Mara mwisho kuangalia taarifa habari ilikuwa lini? Naangalia sana taarifa habari. Okay. Naangalia sana taarifa habari kupitia mitandao. Siku hizi tunasishia kuna simu na YouTube na vitu kama hivyo, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana kufuatilia taarifa habari. Nataka nifahamu wasanii wawili ambao ukikaga nao unakuaga haki sana. Wao ni comedy muda wote. Country Boy, Chin Busy. Okay. Hao ndio washikaji ambao unakuaga haki. Okay, safi. Ukisikia mtu anakuuliza kwamba ndio umeanza lini muziki, swali kama hilo waga ukiulizwa una feel vipi? Inawezekana ni muhenga, kwa hiyo labda anataka kujua. Skendo gani ambayo ulishaye kuzushiwa ambayo ni ya kweli? Ya mwisho ilikuwa ni kuhusu mtoto. Yeah, okay. Yeah. Ambayo ilikuwa ni ya kweli. Yeah. Nice, safi. Washikaji gani ambao unapenda kukaa nao sana ukiwa bored? Washikaji wa aina gani? Mimi washikaji zangu nakaa nao ni wale kila siku. Hata niko bored, siko bored. Okay. Wale tu kila siku hao. Kile kicheko chako kile ulikipataga wapi kile? Kawaida tunalicheka tu, afu tulikuwa tumekirekodi tu mwanzo. Akakichukua alikuwa ni za cha, yeah. Jina gani ambalo waga nakuitaga sana mpenzi wako? Bay. Ndio jina ambalo waga nakupendaga? No, Dave. Okay. Kitu gani ambacho lazima ukifanya ukijua unaenda location kushoot video? Lazima nihakikishe vitu vyangu vyote vya muhimu viko sawa, ndio mavazi, jua. Nihakikishe timu yangu yote inahitaji kuhakikisha video inafanyika fresh, iwe sawa. Kwa mfano kama Q-Boy lazima awepo, kuna mtu mwingine anaitwa Mr Outfit. Kitu gani ambacho unakikumbuka poa sana tokea mwaka umeanza uweze kukisahau? Ni siku ambapo tumeanza kufanya kazi na King Cash. Okay. Na chache sana. Okay. Okay. Ukijua kwamba leo uko nyumbani uwezi kutoka, uko off, kitu gani ambacho lazima ufanye? Nihakikishe na internet ya kutosha kwenye simu. Okay. Kwa nini lazima uwe na internet ya kutosha? Kwa sababu nitakuwa online, nitakuwa na browse, nitakuwa kwenye napenda sana kujua vitu vingi through internet. Kwa hiyo nahitaji sana kuwa na access ya kuweza kufanya lazima niwe na internet ya kutosha. Okay. Ukiwa unasikiliza kipindi kwenye radio, mambo gani akiwa anaongelea anaweza kusababisha ukabadilisha station? Vifo hivi, matatizo nini? Kwa nini unapenda kusikiliza hivyo vitu? Kwa sababu ni vitu ambavyo havinifurahishi zaidi ya kunifanya nijisikie vibaya. Kwa sasa hivi msanii gani wa Bongo ambaye umemiss unatamani kukutana naye upige naye story tu? Brother Dully. Okay. Msibona siku nyingi hivi. Vitu gani ambavyo upendi kufikiria? Negativities, yani kusikiza vitu ambavyo havimpi mtu moyo, havimpi mtu nguvu ya kuendelea kupambana, ni vitu vya kuvunja moyo.
sipendi kuvisikiza kwa sababu siku zote vinaisha kumvunja mtu moyo. Okay. Marafiki zako wa karibu sana wanakuitaga jina gani? Paka. Ndio jina ambalo waga nalikubali sana. Yeah. Okay, sawa. Ukiondoka nje ya nchi, labda unataka uende kwa miezi mitatu unatoka nje ya nchi ya Tanzania. Vitu gani ambavyo utavimisi hapa Bongo? Nitamisi wanangu wale nakaa nao mara kwa mara. Nitamisi sana misosi hapa unajua. Kama fulani hivi za usiku zile tukishamaliza kufanya session studio na njaa bidi uende same kati pale Sinza nini unachukua vitu fulani hivi. Sawa. Ukiwa out unatoka unaenda kwenye miseri yako, vitu gani ambavyo waga uvipendi? Vitu ambavyo sivipendi ni kutoka kwenda outing ambazo hazina mpangilio wote, unajua, ambazo ni mnaamua tu twende huku kwa sababu ya kuzurura. Napenda kutoka outing ambazo zina malengo, unajua, sina problem. Kitu gani ambacho waga unakifanya kabla ya kuachia ngoma mpya? Ni kuhakikisha kwamba tumeisikiza vya kutosha sisi wenyewe na tumeridhika nayo ndio tunaiachia. Kitu gani ambacho huwezi kufanya kwenye maisha yako? Ni labda kulelewa labda kubali. Kitu ambacho huwezi kufanya. Yeah. Kwa nini huwezi kufanya? Yaani kwa nini huwezi kulelewa? Kwa sababu ina shida sana, inasumbua sana. Okay. Ni kuna kipindi sikuwahi kuhisi kama naelewa, kumbe nilikuwa naelewa bila kujijua. Kwa hiyo ilivyokuja kuni cost school. Sikuwahi kufikiria tena kama nitaruhusu kwenye maisha yangu ni kwenye situation ya namna hiyo. Okay. Mara nyingi ukiingia YouTube waga unapenda kusearch nini? Kusearch vitu ambavyo ni vya maajabu, yani ambavyo havijai ni abnormal, ambavyo haviwezekani katika hali ya kawaida. Watu wakivifanya. Napenda kuangalia watu ambao historia pia za watu zamani ambazo sikupata nafasi ya kusoma vizuri darasani. Kwa hiyo naitumia YouTube katika uwanja mpana zaidi. Kitu gani ambacho tukijui kutoka kwa Young D? Mimi naruka sarakasi. Uko vizuri sana kwa sarakasi. Okay, ukitoa maswali mawili ya mwisho ambayo nimekuuliza, kitu gani ambacho unakikumbuka? Maswali au swali ambayo nimekuuliza unalikumbuka? Kitu gani ambacho sikisahau nikienda location? Na hii t-shirt itaka kuja. Ndio kitu ambacho nakikumbuka. Okay, nice. Kuna marker pen hapa, alafu kuna karatasi liko pale. Nataka unaandikia jina la kike la msanii ambalo wewe unalikubali. Okay, nice. Rosary. Kwa nini Rosary? Anachana sana kama anajiamini sana, unajua, anaandika vitu vigumu. Ana character ile ya mchanaji kweli. Yeah. Okay, dope, haina noma. Bwana, asante kwa kuicheki Now You Know. Leo nilikuwa na Young D. Asante kwa ambaye tayari umesha-subscribe kupitia YouTube channel yangu, natumia Jonijo. Yaani JONIJ alafu inakuwa na O3. Wao ni soto nzuri, si waga tunapiga loki. Asante kwa Derek behind the camera. Otherwise, some out. Blessings to you all. Huwezi kushindana nami, ungana nami hadharani, fanya kama utani. Huwezi kushindana na sisi, hakuna jeans battle na sisi uonekane funny. Yo, what up? Naitwa Young D, Young Dar es Salaam, Young Daddy. Squeeze naitwa Paka Rasta. Unaangalia Now You Know na Jonijo. Holla at your boy. Paka!